Karibu, mimi ni daktari wa kinywa na meno. Leo nataka nikujibu swali moja muhimu. Ni nini hasa husababisha meno yetu kutoboka? Watu wengi huamini ni baridi, uchawi, kurithi kwa wazazi au ukoo, lakini kisayansi chanzo ni wazi kabisa. Meno kutoboka hutokea kutokana na mchanganyiko wa mambo matatu makuu. Tukiyajua haya, tunajua jinsi ya kujikinga. Jambo la kwanza ni ulaji au unywaji wa mara kwa mara wa vyakula, vinywaji au vitafunwa vyenye sukari na wanga. Jambo la pili ni bakteria. Mdomoni mwetu kuna jeshi la bakteria. Bakteria hawa hupenda sana kula mabaki hayo ya sukari na wanga. Jambo la tatu ni tindikali. Hapa ndipo uharibifu unapoanzia. Baada ya bakteria kula sukari, wanatoa uchafu wao ambao ni tindikali kali sana. Tindikali hii inapoingia kwenye meno, polepole inaanza kuyeyusha sehemu ngumu ya nje ya jino inayoitwa enamo, na mwisho wa siku jino linaoza au kutoboka. Hatimaye, yafuatayo ni mambo rahisi ya kufanya ili kuepuka maumivu ya meno na kulinda tabasamu lako. Punguza ulaji au unywaji wa vitu vya sukari mara kwa mara. Badala yake, kula vitu vyenye kujenga afya. Piga mswaki angalau mara 2 kwa siku, asubuhi na usiku kabla ya kulala, kwa kutumia dawa yenye madini ya fluoride. Kumbuka kutumia uzi maalum wa meno unaoitwa floss kusafisha katikati ya jino na jino badala ya kutumia toothpicks. Tembelea kliniki ya kinywa na meno angalau mara 2 kwa mwaka kwa uchunguzi wa kinywa na meno na usafishaji wa kitaalamu. Epuka kupata taarifa za afya ya kinywa na meno kutoka kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa kinywa na meno. Kumbuka, dawa ya jino sio kulitoa. Muone daktari.